Hii hapa ni Luka Sport, mahali ambapo huwa tunakutana kila siku kwa ajili ya kujadili masuala mazima ya kimichezo. Bana, mimi presenter wako niite Daud Alexander Scott Rizzi, na leo niko na bwana James Mwiluka mwenye. Mambo vipi Mwiluka? Niko poa kabisa mwanangu. Bana, weekend ya leo inaendaje bwana? Weekend ya leo iko shwari kabisa, siku njema, kaubaridi, tuko ndani ya masweta kama unavyojua jiji la Iringa, mji wa kihistoria. Baridi ndo mahali pake. Okay, poa. Kwanza tuanze kuzungumzia kuhusiana na klabu ya Simba. Hivi karibuni tumeona kwamba Simba inapitia wakati mgumu kinamna yake. Tumekuwa tukiona ikipigwa katika mechi ya mwisho tumeweza kuona kwamba imeweza kupigwa mabao mawili kwa 0 katika uwanja wao kabisa ambao huwa nasema kwa Mkapa toke mtu, lakini siku hiyo walitoka Kapa. Kwanza Nebu, nataka tuzungumzie ni kwa nini Simba siku hizi kwanza wamekuwa kifungwa sana tofauti na jinsi tulivyozoea kuona katika misimu ya nyuma. Yaani kiukweli tu inaumiza sana. Unajua ni Simba inapitia nyakati ngumu sana. Simba ina matatizo mengi kuliko klabu yoyote duniani. Simba ina matatizo mengi sana. Unapozungumzia Simba Sport Club kwa sasa, ile timu ya takriban ina Simba ya Mangungu, ina Simba ya Mwelbeji, ina Simba ya mashabiki wa Simba wale wahamasishaji, watu kila wana timu yao. Ukifuatilia leo Mangungu, na kiukweli timu bora duniani inafanya vizuri duniani, lazima iwe na uongozi imara. Yaani ukiwa na uongozi imara, yaani uongozi ukiwa imara kwenye timu, flow au tunasema mtiririko wa mafanikio kwenye klabu unakuja wenyewe. Yaani usione Yanga wanajisifia kwamba alikama tu anatoka anasema kwamba sisi ule kuna timu hazitaki kuiga ule mfereji ambao tumeshautengeneza sisi, maji yanatiririka. Wako sahihi. Unajua yani na Simba sasa pale ile timu, yaani kwanza natakiwa kukamilisha mchakato wa mabadiliko. Unaona ni kitu ambacho kinaumiza sana, kinaumiza watu wengi. Yaani timu ilishagawanyika, na nataka niwasihi mashabiki wa klabu ya Simba, wakati wa kuitengeneza timu yao bora, timu bora kabisa, wakati wa kutengeneza timu bora ya Simba, bado mwezi mmoja na nusu kuelekea kwenye uchaguzi. Sasa ni wao sasa wataamua wasuke au kunyoa. Bado mwezi mmoja na nusu kuelekea uchaguzi mkuu wa Simba Sport Club, ambapo tunatarajia ni mwezi wa pili kuna uchaguzi mkuu wa klabu ya Simba. Hapo ndo sasa wanachama na wanaelewa Simba wajitokeze. Huyu wanasema Mangungu, for sure Mangungu sio kiongozi bora. Kiongozi bora yoyote haiwezekani majibu ya kiuni, anaojua kiongozi anasema tukutane uchaguzi mkuu. Huyo sio kiongozi wa mpira. Kiongozi unatakiwa na discipline. Wale wanachama 51% za klabu ya soka ya Simba zinabebwa na yeye Mangungu, kiongozi. Shabiki mwenye hisia na klabu ya Simba anauliza swali ambalo liko very sensitive kwenye timu, anajibiwa kiuni, kishoga. Kule ni ushoga ule, anajibu kiuni. Nawaambieni ni kitu ambacho kinaumiza sana. Unajua kwa sababu gani? Mtu kauliza swali pale very sensitive, afu mwamba anasemaje? Mwamba anatokea tu anasema kwamba kwa nini mbona mnanisema mimi Mangungu kwenye kikao? Mimi mnanisema tu mimi Mangungu. Ni bodi, anaingiza bodi ya wakurugenzi. Ule ni mkutano mkuu wa wanachama wa klabu ya soka ya Simba. Wanataka wajue hatima ya klabu yao. Isa 51 ambazo ni wao. Wewe ndo mwenyekiti wao, anajibu kiuni. Mangungu hastahili kuwa kiongozi wa klabu ya soka ya Simba. Hilo ni kitu. Mwezi mmoja na nusu umebaki. Mashabiki wa Simba, ni wakati wa kwenda kufanya, na wanachama ni wakati wa kwenda kufanya miujiza kwa ajili ya kujenga Simba yao. Unajua Simba ni klabu kubwa. Simba ni bonge moja la klabu, ina status kubwa Afrika, inaheshimika. Heshima ya Simba inaenda kupotea kupitia ujinga na utoto wa ndani wa Simba. Timu kwanza lawama mimi siwezi nikapeleka kwa wachezaji wa klabu ya Simba hata siku moja. Timu inacheza. Hebu angalia mechi ile ya Stade Malien. Vijana wana fight, zinataka kugonga besela tu. Mpanzu anagonga na fight, mchezaji unaona ana fight kabisa, fighting spirit ni kubwa, zinagonga besela. Inakuja mechi ya juzi, mechi hapa ya mwisho ya Azam, wachezaji unaona wana fight. Mchawi nani? Mchawi yuko ndani ya timu. Watakiwa kawa wajitafakari. Kuna wengine tena, kitu kingine, Matola hastahili kuwa ndani ya benchi la Simba. Kama wanataka kutengeneza timu bora, Matola hatakiwi kuwa ndani ya klabu ya soka ya Simba. Walete kocha mpya. Nimesikia wamekaa tarehe 10 bodi ya Simba waliitana, sijui wasovu, wanajua na wachawi. Ndio maana unajua ni Simba wanajua ni matatizo ni kina nani, viongozi wenyewe wameitana pale, sijui wakalishane vikao ya sovu. Kwanza Matola watakianza na Matola, baada na Matola wakileta benchi lingine, wasipo sovu yanayoendelea ndani ya timu ya uongozi wa Simba, mle viongozi, hata aje Guardiola, ni Guardiola ndio awe kocha wa klabu ya soka ya Simba. Guardiola huku mweke Mbappe,
huku Lamine Yamal namba 9 weka Lewandowski au Haaland, chini yake atamshusha Fiston Mayele. Yani hiyo timu iwe na Mayele, iwe na Haaland, afu mwenyekiti bado aendelee kuwa Mangungu, afu na Guardiola muweke pale Mangungu, wewe mwenyekiti pale, afu ule utoto unaoendelea ndani ya Simba Sport ule kwenye benchi la ufundi kule, yani kwenye uongozi uendelee, afu leta nao watu. Simba haitatoboa. Na Simba ni klabu nambari 5 kwa bora Afrika, lakini wakicheza vibaya tu msimu huu wanatoka top 10, wanatoka top 10. Unajua kundi la Simba lilikuwa linasovika sana, yani ukima calculation ilikuwa inapigika, lakini Simba wenyewe uchu wa madaraka, haiwezekani kila yani kiongozi ukitoka madarakani muda wako umeisha, bado unaendelea kuitaka timu, unaendelea kuitaka timu. Ni kitu ambacho kinaumiza, very sensitive, yani kitu ambacho kinaumiza sana. Unajua kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba muda wao umeshaisha, ila bado wanaitaka timu. Wanachokifanya ni kudidimizaji, ni kuchochea moto, wanahujumu timu inapoteza matokeo. Nikisema naihujumu timu, na watu waga waelewagi kwamba watu kauli ya kusema unaihujumu timu. Unajua kuna vile vikao vinakaa vya timu vile ambavyo mnasema hii mechi mnaenda kuishindaje, mmeweka vikao vya kwenda kusema hii mechi mnaenda kuishindaje, alafu watu wanaleta ule utoto, wanaihujumu timu. Sasa wanavunja zile siri. Mtu anaweza asielewe hivi, yani tunasema ni masuala ya kikamati ya ufundi. Mtu wa football lazima aelewe kamati ya ufundi ni nini. Kuna benchi ya ufundi, kuna wazee wa timu, kuna nani. Kwanza Simba watakiwa warudishe wazee wao wote pale kwenye timu. Unajua kuna mambo yanaendelea utoto. Kuna watu wamekaa pembeni wakina Sweden kwa sababu wanaona timu inaendeshwa kipumbavu. Yani timu haina focus yote na malengo. Timu sasa Simba inaenda kuipoteza nambari 5 heshima yake barani Afrika. Nambari 5 barani Afrika inaenda kupotea kwa sababu kundi lenyewe kufuzu kwa haya majanga yanaendelea, na mwezi wa pili kuna dabi na kuna uchaguzi. Sioni Simba bado ikiendelea mbele, kwa sababu hata kama wanasema si jasusi wa Ally Kamwele, yote wanasema ni kweli, kwa sababu kuna machao hapo mle wanaovuruga klabu ya Simba, na sioni Simba ikifika mbali kwa sababu ya upumbavu uliopo ndani ya klabu ya Simba, kwa sababu mwezi wa pili bado mwezi mmoja na nusu ufanyike uchaguzi mkuu. Sasa ukishafanyika ule uchaguzi mkuu pale mwezi wa pili, na ndo mashindano ya CAF Champions League yameshika moto. Kama hawatayasolve sasa hivi, bado uchu ule wa madaraka ule utaendelea. Hakuna kuwa na mafanikio. Simba itaishia group stage msimu huu, kitu ambacho kinaumiza timu ambayo ina status kubwa, ina brand kubwa Afrika, afu inaenda kupotea kwenye ramani kisa upumbavu na uchu wa madaraka. Subiri, yani kama ni unajua ni kuna vitu vingine, uwe tulia. Kama muda wako umeshaisha, sio kuongoza Simba, tulia, kausha. Kwa nini uteseke? Uumize watu wanateseka na Simba. Kuna watu wanaweka hela, yani kuna mtu yani kila mechi ya Simba ni yani maisha yake kawekeza ndani ya klabu ya soka ya Simba, afu watu wanaumizwa kirahisi tu. Unajua klabu ya Simba ni timu kubwa barani Afrika. Sasa hii heshima inaenda kupotea. Walikuwa na waza sisi kwa Mkapa pale, baba mashabiki watu wanagawa utamu, tunaitwa paka wagawa utamu, yani wagawa utamu. Unajua wagawa utamu kitu ambacho kinaumiza mwanangu. Unajua ni kitu ambacho yani ukifikiria unaweza mtu ukakaa unacheka, yani kwamba ugawa utamu, yani neno ugawa utamu unacheka, lakini ni kitu ambacho ni status ambayo inapotea, ni kwa ramani. Simba inaenda kupoteza ufalme wake saizi, yani imebaki yani hamna lolote, yani pale kwa Mkapa, yani pale hata sielewi yani. James, ni mtu tuzungumzie kwenye ngo hii. Siku za nyuma tumeweza kuona kwamba timu ya Simba imekuwa ikifungwa, anakuja semaji Ahmed Ally akiwapoza mashabiki kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. So juzi kuna baada ya Simba kufungwa na Azam, alikuja kuna kitu akakiposti, akaandika pale caption ambayo inasomeka microphone test, na watu walimkamia sana, wakamwambia kwamba sasa hivi usiongee chochote na tufresh na hichi ambacho kinaendelea. Kwanza nataka kufahamu, je, kazi ambayo anaifanya semaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally kufuatia haya ambayo amekuwa kama vile akiwapoza mashabiki, kwanza yuko sahihi ama inakuwaje? Na mtu zungumzie katika. Nikwambie tu ndugu mtangazaji, nikwambie tu kweli, Simba bila Ahmed Ally kwenye hizi misimu minne, Ahmed Ally kaingia ndani ya misimu minne. Simba bila Ahmed Ally, hii Simba ingekuwa ni imegawanyika, si unaona ina vipande vile, ingekuwa ni yani imeshagawanyika hata vipande 50. Ahmed Ally amefanya kazi yake kubwa, tuseme tu hana bahati ndani ya Msimbazi. Kaja katika wakati mgumu ambapo hakuna umoja. Jiulize, alikuja pale sema nani mkocha yule Mzanzibari alifanya Simba kwa muda hapa, akaipeleka makundi, alikaa pale akasema hamna umoja. Fadu David kasha kulizungumza hilo, ile timu ni mbovu, yani timu sio shida, mtaendelea kumlalamikia Mpanzo Budo. Mimi nishakwambia leta Lamine Yamal, lakini uongozi bado unaendelea upumbavu. Uongozi yani ukiwa na uongozi imara
timu utaona flow kwenye matokeo, hata kama una timu ya kawaida. Yani sababu uongozi ukiwa imara, mnashirikiana, mnayafanya yote, hamna uingizaji. Sasa nakuja kwenye swala la Ahmed Ally. Ahmed Ally aheshimiwe. Ahmed Ally, unajua kwa sababu gani imefikia mpaka mashabiki wa soka ya Simba wanamziaki, wanaona kwa sababu ni mtu ambaye kuna watu wanaweza kumziaki, unaona, ila kwenye hili watu tu mioyo imewashinda, kwa sababu mpaka saizi mashabiki wa Simba wamelaizi. Unajua ni kitu ambacho kinaumiza watu, wanahisia kali na klabu. Ahmed Ally ka fight kwa kiwango kikubwa sana kuilinda brand ya klabu ya Simba. Simba ingekuwa na msemaji ambaye hapa kawaida sana wa level ya chini, Simba ingekuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu mpaka sasa unavyoiona Simba, hata msimu uliopita Ahmed Ally kastiki kuwaunganisha mashabiki kwenye nyakati ngumu, anawarudisha mashabiki. Lakini sasa hizi mashabiki wamechoka. Unajua mpaka kufikia kumzi yake ni kwamba mashabiki wa Simba wamechoka, yani wanahisi kwamba sasa imefika tamati. Hebu angalia ule upumbavu. Kuna comment moja ishawahi kuishuhudia Ahmed Ally baada ya uchaguzi wa Simba, tumepoteza mechi ya Stade Malien, alisema kwamba kuna mambo hata mimi nayaona, natamani kuyaongea, ila hayako kwenye nanilia yangu. Yani mimi niko chini, watu ni wakubwa wangu. Hizo kauli zote zinafikirisha. Kiongozi wa klabu ya Simba anatoka hadharani anakuja kusema kwamba kuna viongozi wana afya ya akili. Hii ina make sense kiasi gani? Kwamba unahisi kabisa mle wanaishi kama tu matroli, matoya tu, yani matoya tu, yani matoya haelewi. Sasa ni kitu ambacho kinafikirisha sana. Lakini Ahmed Ally mimi kwangu saluti sana, ila no doubt Simba atakiwa viongozi. Mimi nakufa na viongozi wa klabu ya Simba. Ndio wanaenda kuishusha brand ya Simba, wanaenda kuipoteza brand ya Simba Afrika. Yani Simba inaenda kupotea, nikwambie. Na bado nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba Simba tunaweza tukafuzu. Kwa ule upumbavu na uongozi wa klabu ya Simba tulionao pale Simba Sport Club, ni uongozi wa kipumbavu. Simba tuna timu nzuri, wanapambana, hatufungi magoli na gonga besela. Kuna nini? Kuna watu wanaihujumu Simba. Simba ni klabu kubwa, Simba ni brandi kubwa Afrika. Inaumiza sana mwanangu. Asante sana James. Poa sana. Yani Mangungo nikimwona mimi naweza nikafa naye kichwa kabisa. Asante sana ndugu yangu, siku nyingine. Yani inaumiza sana. Pole sana mwandi. Asante.